And there we go. Liverpool collects 3 against Manchester City. Wanasema Liverpool the cops and the competitors regret choosing football over Chang'aa Brewing. Lakini hiyo 9-10 ni kwamba mashabiki wa Arsenal naona wengi walikuwa wanasema kwamba walikuwa wanatarajia sare katika hii mechi na walikuwa wanatamani sana hii mechi ishie sare. Ndio ingekuwa ni matokeo mazuri, lakini ni matokeo mazuri zaidi iwapo mmoja wao kati ya Liverpool na Manchester City, iwapo mmoja wao angeshinda mechi hii. Umejua iwapo mmoja wao angeshinda mechi hii ama vile Manchester City imeshinda hii mechi, ni rahisi Arsenal kujua who is the target, nani ambaye anapeana ule ushindani, na huwa ni ngumu sana kwa timu yoyote ile katika Premier League kuweza kupata ushindani kutoka kwa timu 3 ama 4 mfululizo. Angalia hii season, imagine Liverpool na Manchester City, hizi timu mbili hii weekend baada ya Arsenal ku drop points zingekuwa zinacheza na weaker side, alafu zote mbili ziokote points 3, ingekuwa ni more pressure kwa Arsenal na hii pressure ingeisumbua sana Arsenal. Lakini kwa vile zilikuwa zinacheza zote pamoja, mmoja alikuwa anahitajia kuweza kupoteza alama na mmoja angepoteza alama sana sana kama ni Liverpool ambayo unajua kwamba imepiga usajili mzuri, na hauwezi jua wakati season inaendelea kuenda, labda hii usajili wao utakuja kupick at the katika at one time na sana sana kwanga second leg. Lakini kusema kweli ni kwamba hii mechi, mimi jana kama unanifuatilia ile ukurasa wangu wa Facebook ulipotea, nilianza ukurasa mwingine lakini nafanya kazi kuweza kurudisha ile ukurasa. Lakini niwaambieni tu mashabiki wa Arsenal kwamba matokeo ya Manchester City versus Liverpool ni matokeo mazuri sana 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 sana. In fact ni matokeo ambayo yatakuwa yanasaidia Arsenal kuweza kujua the pressure inatoka kwa nani. Ni ngumu sana kwa Premier League team ama kuweza kushinda Premier League iwapo unapokea pressure kutoka kwa timu 3 ama 4 ambazo zimekufuata kule nyuma, na hii ingeweka unnecessary pressure kwa sababu ni City, na tunajua City ya msimu huu haijakuwa ni ile yenye makali makubwa zaidi, lakini pia ni City ambayo ina Pep Guardiola. You know what Pep Guardiola does. Lakini ni rahisi kwa Arsenal ambayo iko na squad ambayo iko nayo sasa hivi, imegel together, imecheza pamoja. Ni rahisi kwa Arsenal kuweza kufight for the title now kwa sababu City ashaondoa yale mavuguvugu, ashaondoa pressure moja. Liverpool kupiga comeback kwa title race itakuwa ngumu sana. Ndio Chelsea ni dark horse katika hii title race. Chelsea ni dark horse, lakini Chelsea kupeana ule ushindani mkubwa zaidi atahitajia kuweza kufanya mengi sana kwa sababu amekuwa akipoteza alama katika mechi ambazo anafaa kuweza kushinda. Ndio Arsenal imepoteza mechi moja pekee yake msimu huu na imepiga sare mechi 2 na wakashinda mechi 14. Mambo yapo bado kwa sababu watakuwa wanacheza dhidi ya timu ambazo ziko katika top 10, timu 4 ambazo zimesalia. Tutasaidia kuweza kujua ni nani atakuwa anashinda Premier League. Lakini 9-10 ni kwamba sasa Liverpool mkipiga comeback hapa ya title race, nyinyi ni wale wabaya. Nitawaheshimu pakubwa sana, nitaishi kuheshimu Liverpool iwapo mtapiga title race comeback kutoka katika hii position ambayo mko sasa hivi. Hapa bwana, nyinyi mtakuwa ni wale wabaya. Lakini 9-10